Yo, what's popping? It's your boy Mado yeye. Bwana, hii ni story na wana, na kama kawaida yetu tunakuhakikishia kupata mastori kibao ambayo ukijifunza utaelimika, itakufurahisha, itakuelimisha, au sio? You know, so let's go. Unajua ukipita kwenye kuta za jeshi au sometimes baadhi ya sehemu unakuta pameandikwa usikojoe hapa. Lakini ilishawahi kukutokea yani kwamba ukabanwa na mazingira na mwisho wa siku ukajikuta umekojoa kwenye hilo eneo ambalo limeandikwa kabisa kwamba usikojoe hapa, faini labda 50,000 au laki, and then mwanaume ukadondosha pale. Ukadondosha aje? Yeah. Naoma sana. Nadhani hilo swali linahusika na mazingira halisi. Yani kitu kimetokea couple days back. All right? Yeah, sure. Kuna siku tulikuwa tumeenda kuperform somewhere. So unajua tulikuwa tumekaa backstage. Sasa mazingira ya choo tulipo na backstage na mazingira ya choo ni mbali. Sasa tulipokuwa tumekaa ni kama kuna ukuta, geti liko wazi. Kumbe ile geti ukiingia kwa ndani unaingia kambi ya jeshi. Bwana unapata. Yeah. Sasa mimi nilikuwa sifahamu bana, ndo kama hivyo mazingira yamenibana, nikaingia kafanya yangu. Sasa wakati natoka narudi backstage, mtu ananifuata nyuma, ananigusa bega. Wewe vipi? Sasa tunajua kwa sababu show yenyewe ilikuwa ni mazingira ya Temeke kule Uswahilini, unajua, afu usiku, yani mimi natembea tu afu mtu ananigusa bega ananiambia wewe vipi? Unajua mimi nikajua maisha ya kweli leo kina happen. Kwa hiyo mimi nika react. Hapo nilikuwa sijajua kumbe wewe mwana ni mwanajeshi na pale niko kwenye kambi ya jeshi. Bwana bado kwa sababu wakati ananigusa bega, mimi nilivogeuka nikamletea tifu. Unajua sasa naye muone hakutaka nionyeshe kwamba yeye ni mwanajeshi kwanza, kwa kama amesalenda akarudi kambini. Mimi sijajua kama amerudi kambini. Sasa narudi kwenda kukaa nilipotoka, kabla sijafika nyuma kikosi kinakuja. Sasa nageuka na unaona kama kuna watu wanakuja, afu unaona kama kuna jezi hapa. Unaona kama kuna mshati hapa. Yeah. Unagundua bana hapa nimeakanyaga. Yule mtu ambaye nimembagaa sio. Sasa ikabidi niwe mpole kwenye mazingira ambayo tayari nimeshachelewa, unajua. Yeah. Alikuja mwanajeshi, alikuja kistaarabu tu. Wewe ngoja tuongee, afu mimi nishamletea varangati. Nishamletea noma. Kwa akarudi akachukua kikosi akaja kunibeba. Bana ilikuwa noma sana. Noma sana. So kwa hiyo mwisho wa siku sasa ikawaje, like walikupeleka Central ama walikupa adhabu ama ulilipa ile fidia ambayo sometimes huwa wanaziweka ama ilikuwaje? Sasa mwisho wa siku huwa tunaonaga zinakuaga zina matokeo ya namna hiyo. Yeah, sure. Lakini kitu kimoja ambacho kilinisaidia mimi ni kwa sababu tulifahamiana. Nadhani kwenye jeshi nikwambia tulifahamiana, tunaelewana. Mimi nilishai kupitia JKT mafunzo kwa nikakubali kwanza, nikakiri kosa. Nadhani miongoni mwa sheria za kwanza ukiwa jeshini, ukifanya tatizo usilikimbie, yani njia ya kusolve tatizo ni kuliface. Mimi nikakiri kosa, tukatambuana, lakini haikuishia tu kutambuana kwa sababu tayari nilikuwa nimeshavunja sheria, kwa hiyo nikapewa na onyo. Yeah. Bwana ni noma. Bwana, drop your comments na niambie kwamba ikitokea ikiwa ni wewe umesanukiwa umekojoa sehemu au umejisaidia sehemu ambayo imeandikwa usikojoe hapa, na unakuta hiyo ni sehemu ya jeshi au ya polisi, and then ukadakwa, kitu gani ambacho unaweza kukifanya ukajitetea ukatoka kwenye hiyo dhuruba? Drop your comment.